Bana, leo tena nimekutana na mwanangu kama kawaida, mwanangu wa story. Nimemwalika tena leo kwenye story nikiwa na story kadhaa nataka nipige naye. Bwana vipi mwanangu? Kama kawaida ndugu yangu. Kama kawaida. Za siku nyingi. Unyama. Bwana, leo na story ya kukuoje, na story yangu bwana leo ni story fulani ambayo inahusisha maisha yako, yani kwa ujumla. Lifestyle yako. Sisi tuna kitu cha kutaka kujifunza kutoka kwako, tuna kitu cha kutaka kujua. Kwa mfano, tunataka kujua asili au chanzo cha bwana. Nimekaa nimejiuliza sana, kwa nini peji zako ziwe Teacher Shoni? Kwa nini teacher afu ukija kwenye uhalisia ni bodaboda? Unajua kitu kinatuchanganya sana. Kwa leo bwana nimekuita, nataka nije nijue uhalisia, nataka nijue chanzo. Sasa kabla ya kuja kujua chanzo cha jina lako kabisa, kuna vitu pia nataka nijifunze kutoka kwako kwamba bwana, kwa vitu gani ulivyofanya au kwa nini umeamua kufanya hiki kitu unachokifanya sasa hizi, ndio vitu ambavyo nataka nikuulize leo. Upo tayari kwa maswali yangu? Mimi nipo kama sasa bwana, nadhani wanaotufuatilia pamoja na wewe mwenyewe una kitu cha kujua kwamba kwa nini unajiita teacher. Nini chanzo cha jina teacher? Chanzo cha jina teacher kilitokana na kwa sababu mzee wangu alikuwa mwalimu. So mzee wangu kuwa mwalimu, dakika za mwisho tuseme kama yani ni kama nilikuwa mtoto wa mwalimu, yani tuseme ni mtoto wa teacher yani. So unajua wengine mpaka kujiita teacher hatukulisi, tulilisi majina yani, hatukulisi elimu, unajua. Tulilisi majina. Unasema hapo mwanangu umenata na biti, yani kwamba kazi ya mzee mimi nimeondoka nayo, yani kwamba bwana mimi nimetoka kwenye ukoo wa teacher. Nimelisi jina, yani nimelisi jina, yani sijalisi vitu vingine, nimelisi tu jina. So afu isitoshe kutokana na watu unakuta yani watu washazoea kukuita mtoto wa mwalimu, ukajibrand zaidi kwamba teacher. Mimi ni teacher. Asa umetujibu vizuri sana. Na mtu washazoea, kwa mfano washikaji nini washazoea, utakuta teacher watu washazoea. Ndio maana dakika za mwisho unaweza kusema labda namtafuta Shoni, mtu akasema Shoni, ashazoea kusema teacher. Of course. Bwana, ukitaka kutupata vizuri tunapatikana katika peji ya Teacher Shoni kama alivyoeleza. Leo bwana, nadhani utakuwa umekipata kisa cha kwa nini tunajiita teacher, au kwa nini peji ni teacher, au kwa nini bwana ni teacher, kwamba bwana yeye amenata na biti kutoka katika familia ya watu wenye elimu zao, kwamba bwana kipindi kile tunaenda shule watoto wa walimu, si unajua pro nyingi, ukikutana na mtoto wa mwalimu kipindi hicho ni hatari, kwamba bwana kapita na biti ile kwamba yeye ni nani, yeye ni teacher. Sasa kutoka kwenye teacher, kwa nini bodaboda? Yani nini kilipelekea na nini ulikuwa unakifanya nyuma ambacho kilikuhimiza wewe kikapelekea ukawa unaendesha bodaboda? Ni mazingira ya sijui tusemaje, yani kiufupi tuseme kama mzazi alipenda nisome, lakini unajua mimi mwenyewe nilikuwa najiangalia kichwa changu kwa elimu hapana. Kichwa kizito. Nikajua mzee si bado yupo, mzee atani bless. Unajua ile kuboteka mzee kakudekeza nini, unasema mzee atani bless yani. Dakika za mwisho mzee anachomoka yani. Bwana. Wewe unabaki kitafu, dakika za mwisho nakuja kuangalia, ndio hivyo tunarudi kusema umelisi jina yani. Mzee kakuforce usome, umeona kusoma shule hapana. Lakini mimi sioni kama nilikuwa na makosa, kwa sababu mimi mwenyewe nilikuwa nikikaa darasani najiona kabisa kwamba kichwa changu hiki bwana kusoma. Mzee ni kama ananibembeleza tu, lakini mimi kusoma hapana. Kwa hiyo imefika muda mzee ambapo labda tuseme kama mzee alituacha nini, dakika za mwisho nipo kitani, nimehaso nini, baadaye nikaona hebu nije nifanye harakati ya boda kidogo. Ingawa sijaanza kwamba labda nilianza tu kuwa bodaboda, hapana. Kuna kabla hapo nilikuwa nina kazi zingine nyuma. Sawa. Of course umetueleza vizuri sana kwamba bwana, unajua wazazi ambacho inabidi wazingatie katika maisha sasa hivi ni kitu kimoja. Kuna msemo unaenea sana, nasema ninasoma kwa ajili ya wazazi lakini kazi tunafanya yoyote. Kwa hiyo mwanetu yeye akaona bwana, hata kwa ajili ya wazazi hiyo mimi sistahili kusoma kwa sababu kichwa changu bwana hakipo sawa. Mwanetu akaamua kujiongeza, akaingia kwenye harakati zingine. Elimu bwana ilimsaidia kujua kusoma na kuandika. Na kabla hapo alikuwa na kazi zingine ambazo sisi sio vema sana kujua, tunataka kujua kwa nini leo hii ni bodaboda, nini kilifanya yeye akaendesha boda. Kwamba bwana ilikuwaje kuanza maisha yako ya boda? Maisha yako ya boda nataka tujue yalianzaje? Nini kilipelekea sasa ukawa unaendesha bodaboda? Yalianzaje maisha yako ya bodaboda? Maisha yangu ya bodaboda yalianza pale ambapo mimi kwanza nilikuwa ni fundi ujenzi. Nimejifunza ufundi ujenzi. Niko fundi mzuri kabisa. Wa kujenga. Kujenga. Lakini dakika za mwisho ilikuja kutokea kwamba ufundi, unajua tena, yani mimi mwenyewe sikuwa labda ni engineer, labda fundi yule jina kubwa hapana. Labda kulikuwa kuna mafundi wenye majina yao, ila sisi tunapita kupitia wao. Dakika za mwisho kama vile, yani zuluma ilikuwa nyingi yani. Tunazulumiwa sana. Ndio ikapelekea mimi kuacha kazi ya ujenzi, nikaingia harakati kitaa, nikawa napakia. Unajua tena kwenye kwetu huku fursa nyingi za kazi. Of course. Nimefanya sana kupakia nini, michongo kwenye magari, mageleji humu nini, nimepiga sana. Dakika za mwisho nikaja kukutana na
Unajua matajiri wengine wenzetu, of nikaja course. kukutana na tajiri, labda tajiri kajipata nini, mwenzangu fedha ipo. Yaani tuseme mabosi kidogo, connection nilikuwa nimepata kama connection fulani hivi. Sawa. Yaani kiufupi niseme kama yani connection niliipata kwa tajiri kupitia jamaa yangu, mshikaji wangu aliyokuwa bodaboda. Yani tuseme nilikuwa kama na ushikaji na mtu aliyokuwa bodaboda, yani rafiki yangu sana. Sawa. Akafanya kama kuniunganishia kwamba utaweza chuma, tukupe chuma mkataba. Nikasema sawa, isiwe kesi, nianze na marejesho. Kwa hiyo nikaingia kwenye marejesho, nimeenda. Baadaye nikaona marejesho kama anapoteza muda, nikaja nikashika mkataba, ndo niliingia kwenye kuendesha boda kwa staili hiyo hapo. Sasa bana, tumepata kujua chanzo chako cha kuwa bodaboda mpaka hapo ulipofikia. Sasa sisi tuna shida moja ya kujua, au tuna kitu cha kujifunza kutoka kwako, kwa sababu tunajua bwana, kazi ya bodaboda ina ugumu, lakini pia ni kazi riski. Sasa ilikuwaje bwana, umejiongeza, umeendesha chuma mpaka imekuja umemiliki bodaboda yako, na tunafahamu kwamba kuna ugumu sana bwana katika kumaliza swala la mkataba. Kwa mkataba unakuwa una ugumu sana, kuna vipengele vingi sana ambavyo bodaboda wanakuwa wanavipitia. Sasa sisi tunataka kujifunza kwako, au na bodaboda wengine ambao wanatufuatilia kupitia page yetu ya Teacher Shoni, kwamba wewe ulipitia magumu yapi na uliwezaje kuyamanage magumu ambayo ulipitia mpaka ikafikia hatua umemaliza mkataba na umenunua pikipiki yako, kwa sababu sasa hivi unaendesha pikipiki yako. Yapi uliyoyapitia katika mkataba wako, na mkataba bwana una ugumu katika sehemu gani? Sehemu ya kuanzia, sehemu ya katikati ya mkataba, au mwishoni mwa mkataba? Kiukweli blaza, mkataba mkataba bwana, mkataba wa moto. Yaani mkataba, bodaboda yoyote anaendesha mkataba anasema yeye mkataba ni mwepesi. Wewe bwana ana plan, yaani kiufupi tuseme labda anakuwa kama ana malengo, au yeye anaona kupoteza muda ni kawaida. Lakini mkataba bwana, mkataba usikia anaendesha mwenzio. Nakwambia ukweli. Mkataba, mimi changamoto nilokutana naye kwenye mkataba ni vile wakati naanza. Nilikuwa nimeshazoea kuendesha marejesho. Kwa hiyo nikawa nishazoea nikichola hela ya bosi namtumia hela yake, mimi nabaki na hela ya kula, na kwa muda wote nakuwa na hela. Shika bila vidogo hivi nilikuwa na